Mungu amesuka katika sifa zake. Nataka nikwambie kwamba mwili wako ni hekalu takatifu la Mungu. Ndio Mungu anaweka roho yake mtakatifu. Wanaoongozwa na roho ndio Mungu anataka waamuke. Leo hii kama hujajazwa roho mtakatifu, unastahili utafute roho mtakatifu aingie kwa maisha yako. Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiabudu lakini hakuna roho mtakatifu. Lakini tukiwa nyumba ya roho mtakatifu, wakati tunaanza kuabudu, Mungu asuka katika sifa zake. Na hakika ya kwamba Mungu ako katikati yetu. Kuchunguza roho na nafsi ya wanadamu. Mungu anaangalia ni nini ambao unawaza siku ya leo. Mungu anajua ni nini utamwambia siku ya leo. Leo Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Yesu ni mlinzi wa maisha yako. Yesu ni daktari wa maisha yako. Anachokingojea ni roho yako ili akaweze kukuweka huru. Umwabudu katika roho na kweli. Kuna maandiko katika kitabu cha Yohana 4:22. Inasema ya kwamba Mungu ni roho. Na wanaomwabudu katika watafuta wamwabudu. Leo umekuja katika nyumba ya Bwana. Unakuja kwa sababu ulienda kuchitafuta. Ni Mungu amekutafuta akakuleta mahali hapa. Ili aweze kutumia midomo ya watumishi wake. Ikiwa unaheshimu madhabahu ya Mungu, lazima madhabahu yanakuwa na kazi kwa maisha yako. Kama unajua kutambua sauti ya Mungu, hiyo sauti inakuwa na sehemu katika maisha yako. Kwa sababu Mungu ndiye anatafuta walio na roho wa Mungu. Tangu kitambo na hata siku ya leo, wanaoongozwa na roho ndio wanampendeza Mungu. Roho wa Mungu anapoishi ndani yao, ukiomba chochote watapata kutoka kwa Mungu. Wanadamu bila kuwa na Roho Mtakatifu kama nyumba ambayo iliamwa kitambo. Kitambo ilikuwa inaishi, watu wanaishi ndani. Walipohama kutoka mahali pale, ikasalia wanyama kuishi ndani ya ile nyumba. Kwa sababu neno la Mungu, neno la Roho Mtakatifu ni neno la kukataliwa. Leo hii nilipokuwa nasoma Biblia, kuna sehemu niliona ya kwamba kuna chiwe ambayo ilikataliwa na wajenzi. Na ndio limekuwa chiwe la pembeni kwa yeyote yule ambaye anamwamini Yesu. Nataka tu nisome Biblia moja, tukamilishe ibada ya siku ya leo. Kwa sababu Mungu amekuleta akiwa na kusudi. Nataka ujiulize Mungu nikufanyie nini? Nileta nikae mahali hapa. Waraka wa kwanza wa Petro 2 kuanzia 1. Petro alijaribu kuwafundisha wanafunzi wa siku ile. Petro akaorokelia habari ikaandikwa kwa yako na mimi. Ililetwa kwa wakati unaofaa. Ndio wasomi wa Biblia, unapoona Mungu alipokuwa anawanenea, anawaambia fundika hiyo maandiko.
mpaka siku ambayo itakubalika kufunguliwa. Hiyo inamaanisha kila ibada inafunuliwa kwa wakati wake. Sasa wale ambao wanastahili kuwanenea. Sasa Mungu alipomtumia Petro, alimpatia njia ya kupokea Roho Mtakatifu. Akamwelekeza njia ya kufanya mwili wako kuwa hekalu la Mungu. Na Yesu akiwa ndani yako, na wewe ukiwa ndani ya Yesu, ukiomba chochote kwa jina lake, lazima utapata. Naomba mtu anisomee hiyo. Basi wekeni mbali uovu wote na ila zote, unafiki na usuda, masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyo wasiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ikiwa umeonja ya kwamba Bwana ni mwenye batili, muendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Bwana abariki andiko yake. Wewe ni mtu wa maana mbele ya Mungu. Alipokuwa kwangu kuokoa kwa achari. Ukiwa mahali hapa utakuwa kwa achari. Kwa sababu Mungu yatambua mawazo ya binadamu kabla hajaingia kwa ibada. Upendo ukaweza kubarikiwa. Lakini ukijazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, sio wewe utaweza kuongea. Roho wa Mungu anaongea kutoka ndani yako. Mungu ameleta mtumishi wake. Kwa dakika kidogo tu nimeona Roho wa Bwana akisuka kanisani. Kama umewaza wewe ni nyumba ya Roho Mtakatifu, ni kwa nini unaomba na uweze kupokea? Uliungana na Yohana 15 mstari wa 7. 15 mstari wa 7. Biblia inasema mkiwa ndani yangu na maneno yangu yachae ndani yenu, muombe chochote kwa jina langu, na Baba yetu atawapatia. Inakaa swali katika maisha yangu na maisha yako. Ni kwa nini umemuomba Mungu siku nyingi na hujaona mafanikio? Je, Yesu anakubali kuishi ndani ya moyo wako? Na wewe umeishi ndani ya Yesu Kristo. Chochote ambacho kimeunganishwa, kitenganishwa kinaharibika. Sasa wewe kama umeunganishwa na Roho Mtakatifu, wewe unakuwa ni mliti pamoja na Kristo. Unapoomba chochote, na ukiwa na hakika Mungu anakutimizia. Kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu mwaminifu. Leo tumesomewa Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume 1. Pale tumeona neno utiifu. Wakati Yesu amechukuliwa mbinguni, wanadamu walibaki vile tuko, lakini walikuwa ni waaminifu. Asubuhi kwa siku 10, usiku na mchana walikuwa na muomba Mungu. Na walikuwa wanaongojea. Sasa sisi kama hatuna uwezo wa kungojea,
tinge ndochoko ganya. Roho Mtakatifu anakaa mbali pamoja na maisha yetu. Mwikoma chenu ni yako mbali na mtu. Tunakuwa ni binadamu tu wa kawaida. Ni watu watigara mwenye bantu. Lakini napenda siku ya leo. Helona niga. Uongee kama wengine waliongea katika Biblia. Okuwa nemu na bali bago kuwa sababu walijipima vizuri. Asenge ntoba korata boronge. Wakamwambia Yesu ya kwamba kachira Yesu wakamwambia sitahili uingie kwa nyumba yangu. Lakini kwa neno lako utaweza kuingia. Yesu ni Roho. Kwa sababu alikuweko tangu mwanzo. Alikuwa pamoja na Mungu. Wakati binadamu aliumbwa, Yesu akaunganishwa na mwanadamu. Akamweka mawazo ya kimungu. Akampa uwezo wa kuita mbingu ikashuke. Kwa sababu ya maashi, Roho wa Bwana alitoka kwa mwanadamu. Ndiye akarudishwa kwa uchungu kwa kifo ya Yesu Kristo. Imeandikwa katika kitabu cha Galatia 4 mstari wa 4. Wakati ulitimia. Yesu akazaliwa. Akazaliwa na mwanadamu. Akazaliwa chini ya sheria. Wakomboa waliokuwa chini ya sheria. Sheria mpya katika maisha ya mwanadamu. Sheria inayoandikwa katika moyo wa binadamu. Ndio kutembea pamoja na Yesu. Lakini mwanadamu akitembea peke yake, bila kuongozwa na Roho Mtakatifu, utakuwa ukiasi kila wakati. Sababu utatembea ukiwa peke yako. Anakuambia kwamba hata Adamu na Hawa hawakuweza kusubiria wakati. Walitembea mbali na Mungu. Wakajaribiwa, wakaanguka kwa majaribu. Lakini nampenda Mungu ambaye alikuokoa. Ambaye mtuma Yesu Kristo akatoa maisha yake. Wakati malaika zote walikataa, kwa sababu ilikuwa na kamati kuu mbinguni ya kwamba ni nani atakayeenda kumwokoa binadamu. Wakaonyeshwa mapito yote ambayo angekuwa anapitia. Wasee 24 walishindwa. Malaika nyingi walishindwa. Lakini Yesu akaonekana amejitokeza. Akiwa katika mkono wa kulia wa Mungu. Akasema Baba nimejitolea. Kupitia yale yote kwa sababu ya mwanadamu. Mimi ni mfano wa Mungu. Mimi na wewe ni mfano wa Mungu. Lakini muongo ameiva mioyo yetu. Anapeleka mambo yake ndani yetu. Anakuhakikishia ya kwamba hata leo damu ya Yesu bado ni mbichi. Sababu atafungua moyo wake. Kutoka kwa sita baba. Yesu alipoanza kuhubiri, katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 18, anasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Amenipaka mafuta atangazie masikini habari njema, atangazie wafungwa kufunguliwa, vipofu wakaweze kuona tena, na kuweka huru waliosetwa na Shetani. Hakuna njia nyingine ambayo utatumia kumshinda Shetani ila kubeba upanga wa moto. Roho Mtakatifu kupitia Waefeso 6 kuanzia 10. Baada akiokoka ataachwa huru tu. Biblia inasema mwisho msimame imara, mvae silaha zote, ukapinge ile zote za Shetani, ile misale ambayo anairusa usiku na ile anairusa mchana, akaweze kuizuia
kujizuia kwa hizo silaha. Kwa sababu tulisoma katika Wakorintho wa kwanza 12. Kisa hiyo vipawa katika maisha ya binadamu. Kama shujaa wa Mungu. Unaishi kama shujaa wa Mungu. Na Mungu akusikia. Manabii walitii wakakubaliwa na Mungu. Kwa sababu walikuwa wanatambua sauti ya Mungu. Kumbuka hata yule mwanamke ambaye alikuwa kisimani. Alikuwa ni mwanamke sawa na wale walio kanisani. Yake hakuwa na Roho Mtakatifu. Alipokubali Roho Mtakatifu akaingia ndani yake. Akaondoka akiwa na tabia tofauti. Hata lini utakaa kanisani na tabia ya kitambo? Amen. Ni hata lini utakaa kanisani na tabia ya kitambo? Mpaka niliona nembu ya kale. Mtu mwenye tabia ya kitambo, nembu ya kale hawezi kupokea Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 2:14. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 14. Biblia inasema kwamba watu walio na tabia ya kitambo hawataweza kupokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ndio sababu tumeona tufundisha leo. Tuweke mambo yote maovu mbali. Kwa sababu mwili wako ukiwa ni nyumba ya Roho Mtakatifu, itakuwa ni madhabahu ya kutoa mambo mazuri. Utakuwa ni mtu ambaye Mungu anajivunia. Utakuwa mtu ambaye Mungu anajivunia. Watu kama Ayubu Mungu alijivunia. Kama Ayubu Mungu alimjivunia. Kama Ibrahimu Mungu alijivunia. Kama Stefano Mungu alijivunia. Kwa sababu walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Kama Kornelio Mungu alijivunia. Kwa sababu walikuwa wanaingia katika nyumba ya Bwana. Walikuwa na watu wa mazuri kama Zakaria. Zakaria alikuwa na Mungu anajivunia Zakaria. Siku moja akakutana na malaika wa Bwana. Akamwahidi mambo yasiyowezekana kwa binadamu. Kumwabudu Mungu katika roho. Utakuwa na Mungu wa kujivunia. Wewe sio Mungu wa kuchanganya. Mtakatifu amua kuwa mtakatifu. Kama ni utakatifu amua kuwa mtakatifu. Kama ni paridi amua kuwa paridi. Kukaa kanisani kwa ajili ya siku ya sita. Kwa sababu kitabu cha Methali, ukisoma ile 6 ama 5 kuelekea hapo, inasema kwamba na hata mwenye dhambi naye amewekwa kanisani kwa sababu ya siku ya sita. Yudas alipokuwa katikati ya mitume. Alipokuwa katikati ya mitume, naye alikuwa ni mtume. Na alikuwa ni mweka hazina. Alikuwa na uwezo mkubwa. Lakini aliwekwa pale kwa ajili ya kujinyonga. Yudas alikuwa na wivu katika maisha yake. Wakati wa Marita na Mariamu, katika mji wao, na wakati Yesu aliwekewa mafuta katika miguu yake, kunung'unika kwa sababu hakuwa na roho. Sio mambo kusema ingepewa masikini. Yesu aliongea jambo la kudumu. Mwanamke
mwanamke huyu ametenda jambo ambalo litatendeka. Akatema mswaki wa kwanza lingalana hali ambayo injili itahubiriwa. Huyu mwanamke atatachwa. Nataka uchungulie maisha yako. Uchungulie wokovu wako. Watu wanasema nini juu yako? Sababu wasiokuwa na ushuhuda sio wa Mungu. Na ushuhuda ndio wana wa Mungu. Shetani ndio anakuanga na ushuhuda. Ushuhuda ni kazi moja ya kumfunga Shetani. Katika nyumba ya Bwana kuna shuhuda tatu katika maisha yako. Roho Mtakatifu wa Mungu. Mungu anakusudia kuwa mtu mwema. Wewe unasudia kuwa mtu mwema. Wenzako wanakusumbua na wasudia kuwa mtu mwema. Utaishinda dunia. Dunia lazima utaishinda. Ulikuwa na watu mashujaa kama Yusufu. Ulikuwa umejazwa Roho Mtakatifu. Katika nyumba ya Potifa. Ulishinda Shetani. Sababu alikuwa na Roho Mtakatifu. Kama Abednego, Shadraka na Meshaki. Mashujaa wa imani. Wanaongozwa na Roho wa Mungu. Sema kwa sanamu hatutaabudu. Kuinama juu ya sanamu. Hatutajitia katika unajisi. Kwa sababu ya kula chakula ya mfalme. Waliwabariki kwa wakati ule. Wafanya kuwa watu wakubwa katika nchi ya ulimwengu. Simama na wafalme. Kwa sababu walikuwa wanaongozwa na Roho. Wanaongozwa na mwili ni adui wa Roho Mtakatifu. Wanapoongozwa na Roho ndio Mungu anaotafuta. Hata leo hii Mungu anakutafuta. Kwa uso wake katika roho na kweli. Umechikuta ukiwa na jambo kwa moyo wako. Sikia tu mwambie Mungu usisitahili uingie kwa moyo wangu. Neno lako tutaweza kuingia. Kwa sababu Yesu leo hii anapisha moyo wako. Fungua ingie ndani. Kulingana na Ufunuo 3:20. Tazama niko mlangoni. Endelea kupisha. Yeyote akiingia akifungua moyo wako. Ingia ndani yake nitembee na yeye. Nitaishi pamoja naye. Nitakula pamoja na yeye. Sababu wengine tunasema anaunganishwa na mwanadamu. Kwa sababu anaitwa Emmanuel. Emmanuel sio kwa watu wote. Ambao wamenyenyekea. Wanajiunga na Mungu ambaye anaitwa Emmanuel. Kwa sababu ndani yao aliye ndani ni mkubwa. Aliye nje. Wote wako nje ya mwili wako. Wote wako nje ya mwili wako. Wako nje ya mwili wako. Ndani yako ni mkubwa. Jina lake ni Yesu muweza yote. Jina lake ni Yesu mfariji. Ni Yesu mponyaji. Kubali leo atakuponya. Kubali leo atakufungua. Kubali leo atakufungua. Kwa sababu uko katika kifungo. Umekuwa mtumwa wa dhambi. Sio mapenzi yako. Mpenda Paulo siku moja. Akaamua kusema ya kwamba kama nitenda vizuri, baya inaning'inia kwangu. Sababu nimetenda dhambi. Sio mimi, ni kila ambacho kimekuwa ndani yako. Na wewe siku ya leo, kama kuna sindikizo ya dhambi, tunataka kutenda mema, unapanda mabaya linakusawishi. Toroka mabaya, tenda mazuri. Na utaona wema wa Bwana.
Kwa sababu Mungu ameahidi mambo mazuri. Anasema tutakula mema ya nchi. Tutaheshimiwa na ulimwengu. Yesu akiwa ndani ya maisha yetu. Kwa sababu alibeba aibu yako. Mishareti mingi. Akatolewa nguo zake zote. Akavumilia mateso makubwa. Kati ya miiba ikawekwa kwa kichwa yake. Kila mzigo ambao unastahili. Kwa sababu umeingia madhabahuni siku ya leo. Utakuta Mungu ambao anahubiriwa. Kwa sababu kitabu alihubiriwa. Akatenda miujiza. Na leo anahubiriwa. Akatenda miujiza. Na siku zijazo atahubiriwa. Endelea kutenda mambo makubwa. Yeye ni mwingi wa neema. Mwingi wa msamaha. Yeye sio kama mimi na wewe. Ambao tunasamehe na kukumbuka. Amani sana kila mtu aende kwa magoti yake. Mwambie Mungu niko hapa. Nimefungwa hata kama ninaingia kanisa. Nimesidiwa na mizigo mizito. Nasema kwamba mizigo mizito kuletea wewe. Utupe nila nyepesi. Mungu akupatie nila nyepesi. Ambao unalibeba. Mzigo ambao unabebeshwa na muovu. Mzigo ambao unabebeshwa na muovu. Atajua wakati wake umeisha. Wakati wake ni mfupi. Akakubebesha mzigo sio wako. Kuwekea vitina ambao upendi. Kuwekea magonjwa ambao uwezi. Kuweka kazi ya usengeni ambao uwezi. Tamaa ambao utaweza. Siku yako. Roho wa Bwana ngali anatembea. Unahitaji ukaweze kumwambia niko hapa. Kama vile mtoto mpotevu. Anaenda kwa unyenyekevu. Baba yake. Sistahili kuitwa Bwana wake. Sababu nimeasi mbele zake. Nifanye kama mtumwa. Kwa huruma nyingi. Yule mtoto mbio. Kwa upendo. Akamwambia mwanangu njoo. Umepotea. Sasa umerudi. Akamwandalia chakula njema. Kawaida. Hata siku ya leo. Mtu mmoja alichazwa Roho Mtakatifu. Katika elimu nyingi. Simama katika kiti cha enzi. Fikiria kwa sababu yako. Mmoja amebadilika. Sema mtu mmoja amechezwa Roho Mtakatifu. Kuja upande wetu. Ushangilie. Mungu anakudai. Kutia kwa ile damu. Mwagika msalabani. Kwamba wewe na mimi. Kwamba wewe na mimi. Wewe na mimi. Wote ule pamoja na Yesu. Yesu ni yeye yule jana. Yesu ako leo. Yesu atakuwa milele. Jana alikuwa kwa sababu ya mitume. Alikuwa kwa sababu ya manabii. Hapo kwa sababu yako. Mungu ametuma neno. Neno liko na uhai. Neno liko na uwezo. Tatua mambo usiyoweza. Karibisha Yesu moyoni mwako. Yeye niko hapa. Yesumbua kanisa lako. Pesa madhabahu yako. Pesa wako mtakatifu. Naomba unisamehe. Nipe kibali machoni pako. Nami usikie maombi yangu. Niondolee mateso.
mateso. Mungu usalie mchana. Ondolee mapito magumu. Mungu usalie mkombozi. Nami nitakuwa mtoto wako. Injendo kwa mano. Nitakuwa papa yako. Ayoro kutatana. Nitakutegemea katika maisha yangu yote. Awaseme na sababu Bwana Mungu. Asante Bwana Mwenyezi. Wewe ni Mungu ambaye unaishi milele. Hakuna Mungu mwingine wa kuabudiwa kama wewe. Hakuna Mungu mwingine wa kupewa sifa kama zako Jehova. Ndio nimekuinamia na kuweka magoti mbele zako. Nikijua wewe ni aliye na umeme. Ulichokianzisha ndani ya mwili. Hakuna atakayekizuia Jehova. Baba wanatembea na machozi siku zote. Wanakulilia na wameinama mbele zako. Kia kilio chao na wapanguze machozi. Waliosetwa na magonjwa makubwa wengeuka kwa pote. Walioonekana na shetani Bwana watoa katika ule kwa sababu yako ndani na terumu na tirika msalabani. Tukiza wako kwa karibu na watu wako Jehova chini. Wapo katika roho na kweli maana unastahili. Hakuna Mungu mwingine wa kutembea kama wewe. Hakuna kimbilio kama wewe Bwana wa majeshi. Hakuna ngome imara kama wewe Bwana wa falme. Hakuna mtani mzuri anayechukua mawazo na mateso kwa watu wako. Wewe unapenda katika madhabahu haya. Baba suka mbele kwa jipya ndani ya maisha ya kila mmoja. Asante watu na hata